Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena kupitia jina la mwanaume Yesu Kristo. Karibu tena leo kwenye kipindi chetu, tumsikie Mungu atakavyokuwa akitufundisha. Na leo nitazungumza maeneo muhimu unayopaswa kuwekeza wakati wa ujana. Maeneo muhimu unayopaswa kuwekeza wakati wa ujana. Nianze kwa kusema maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza watu tunakiita kipindi cha asubuhi. Kipindi hichi ambacho kinaitwa asubuhi huwa kinaanza kuanzia mtu anapozaliwa mpaka anafikisha miaka 13. Mtu anapokuwa amefikisha miaka 13 mpaka miaka 45 tunakiita kipindi cha mchana. Na katika kipindi hiki cha mchana ndicho kipindi cha ujana. Na tukitoka miaka 45 mpaka miaka 50 ni kipindi cha mwisho cha maisha ya mtu ambacho tunakiita kipindi cha jioni. Sasa kati ya kipindi muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu ni kipindi hiki cha ujana. Katika kipindi hiki cha ujana ndicho kipindi ambacho Mungu amekikusudia mwanadamu akamilishe kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Na ndio kipindi cha kufikia ndoto, kipindi cha kufikia maono na kila jema unaloliona ndani yako. Katika kipindi hiki cha ujana ni kipindi ambacho Mungu anafanya uwekezaji mkubwa sana ndani ya mtu. Uwekezaji huu unagawanyika katika makundi makubwa mawili. Uwekezaji wa kwanza Mungu anafanya rohoni, lakini pia uwekezaji wa pili Mungu anafanya mwilini. Katika kipindi hiki cha ujana ndicho kipindi ambacho Biblia inasema hivi, nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu. Alafu Biblia hiyo inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Maana yake lile andiko linalosema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, andiko hilo lilikuwa ni mahususi kwa ajili ya vijana, kwa sababu sifa ya kuteka ufalme wa Mungu ni lazima uwe na nguvu, na hizo nguvu maandiko yanasema nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu. Kwa hiyo kati ya kundi ambalo linaweza likatembea na ufalme wa Mungu na likauteka ufalme wa Mungu na likatembea nao kuliko kundi lingine lolote lile duniani ni kundi hili la ujana, kwa sababu sifa ya kuteka ufalme wa Mungu ni lazima uwe na nguvu, na hizo nguvu ziko ndani ya vijana. Lakini pia jambo la pili kuhusu vijana, Biblia inasema nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yenu. Alafu Biblia hiyo inasema hivi, maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nami nitalifanya. Kwa hiyo kati ya kundi ambalo linaweza likaomba na likajibiwa kuliko kundi lolote lile duniani ni kundi la ujana, kwa sababu sifa ya kujibiwa ni lazima neno likae ndani, na hilo neno Biblia inasema nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yenu. Lakini pia Biblia inasema hivi, nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Kwa hiyo wakati wa ujana ndio wakati ambao Mungu anaweka nguvu za kumshinda shetani. Ukishindwa kumshinda shetani wakati wa ujana, usitegemee kwamba utaweza kumshinda shetani wakati wa uzee. Lakini katika kipindi hiki cha ujana ndio kipindi ambacho hata body structure inakuwa imekaa vizuri. Ni kipindi ambacho mtu unaweza ukafanya vitu vingi na vitu vikaitika kwa sababu umri unakuruhusu na mwili unakuruhusu. Ni kipindi ambacho binti anaweza kapaka makeup ikakaa usoni bila shida yoyote. Ni kipindi ambacho binti anaweza kapaka uwanja ukakubali. Ni kipindi ambacho mtu anaweza kavaa wigi likakubali. Lakini kuna umri ukifika, ukipaka poda unakuwa ni kama umepaka vumbi. Ukipaka uwanja watu wanashindwa kukuelewa kwa sababu umri unakataa. Katika kipindi hiki cha ujana ni kipindi ambacho kijana anaweza kavaa suti ikamkubali. Lakini kuna umri ukifika, ukivaa suti inakukataa. Yaani ni kama bega moja linakuwa limepanda juu, lingine limeshuka chini. Katika kipindi hiki cha ujana ni kipindi muhimu sana kuliko kipindi chochote kile kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa katika kipindi hiki cha ujana ndio kipindi ambacho kina vita, ndio kipindi ambacho kina changamoto kuliko kipindi chochote kile, kwa sababu shetani anajua kwamba ukivuka vizuri kwenye kipindi hiki basi mwisho wako utakuwa mwema. Lakini kwenye kipindi hiki ukikosea, maisha yako yote yatakuwa ni maisha ya majuto. Katika namna unavyoishi katika ujana, namna unavyoishi katika ujana ndicho ambacho kitaamua uzee wako, aidha uwe wa majuto au uzee wako uwe uzee wa furaha. Niliwahi kumsikia mtu mmoja anasema namna unavyotumia ujana wako ndipo ambapo itaamua aidha uzeeni ucheze gofu au ucheze bao. Namna unavyotumia ujana wako ndipo ambapo itaamua uzee wako ukoje. Kati ya kipindi muhimu, kipindi cha thamani kwenye maisha ya mwanadamu ni kipindi hiki cha ujana. Mtu yoyote ambaye ni kijana, hakikisha unautumia vizuri ujana wako. Paulo anamwambia Timotheo, mtu yoyote asiudharau ujana wako. Hakikisha unautumia ujana wako kwa faida. Hakikisha unautumia ujana wako kwa manufaa. Mtu wa Mungu, usitamani siku moja uwe mzee alafu ujutie namna ulivyotumia ujana wako. Ukikutana na wazee wengi leo wanajutia sana namna walivyotumia
ujana wako. Isiwe kwako katika jina la Yesu. Utumie vizuri ujana wako. Utumie kwa manufaa, ili siku moja ukiwa mzee useme Mungu ninakushukuru kwa namna ambavyo niliutumia ujana wangu vizuri. Sasa kuna maeneo muhimu ambayo kijana anapaswa kuwekeza kama anataka kuwa na kesho yenye matokeo. Eneo la kwanza kama kijana ambalo unapaswa kuwekeza kama unataka ujana wako na matokeo, kijana yoyote lazima awekeze kwa Mungu. Kama unataka ujana wako uwe na matokeo, ujana ili uwe na matokeo lazima uwekeze kwa Mungu. Kwa nini kama kijana lazima uwekeze kwa Mungu? Jambo la kwanza, kijana akiwekeza kwa Mungu, Biblia inasema, njoo nikupe ile andiko, sio kwa sababu mtumishi anaongea tu vitu vya kichwani. Njoo nikupe ile andiko. Kwa nini uwekeze kwa Mungu? Jambo la kwanza, ukiwekeza kwa Mungu, Mungu atakupa nguvu za kutenda mambo makubwa. Ukiwekeza kwa Mungu wakati wa ujana, kuwekeza kwa Mungu kumefunga uwezo wa kufanya mambo makubwa. Kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa 32b. Kitabu cha Danieli sura ya 11 32b. Biblia inasema hivi, wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, watafanya mambo makubwa. Wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, watafanya mambo makubwa. Kwa hiyo mtu yoyote atakayewekeza kumjua Mungu, kati ya kitu ambacho Mungu anakupa assurance ni wewe kuwa hodari. Kama unataka kuwa kijana hodari, uhodari umefungwa kwenye kumjua Mungu. Biblia inasema kwamba wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Kijana yoyote ili awe hodari lazima awe na Mungu. Alafu Biblia inasema kwamba watafanya mambo makubwa. Kama unataka kufanya mambo ya kushangaza ulimwengu, kama unataka kufanya mambo yatakayoacha alama kwenye kizazi chako, kama unataka kufanya mambo ambayo yatakumbukwa miaka na miaka, uweza wa kufanya hayo mambo umefungwa kwenye kumjua Mungu. Biblia inasema watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari. Kwenye kila eneo la maisha unalotaka kuwa hodari, uweza wa kuwa hodari umefungwa kwenye kumjua Mungu. Biblia inasema watu wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari. Mimi sijui unataka kuwa hodari kwenye eneo lipi, lakini kitu kimoja ambacho nina assurance nacho ni kwamba uwezo wa kuwa hodari umefungwa kwenye kumjua Mungu. Unataka kuwa hodari kwenye biashara, unataka kuwa hodari kwenye kazi, unataka kuwa hodari kwenye michezo, unataka kuwa hodari kwenye eneo lolote lile kwenye maisha, uhodari umefungwa kwenye kumjua Mungu. Alafu Biblia inasema wamjua Mungu wao watakuwa hodari, watafanya mambo makubwa. Kwa hiyo kama ninataka nifanye mambo yatakayoshangaza ulimwengu, watu wa Mungu, mambo yanayoshangaza ulimwengu yamefungwa kwenye kumjua Mungu. Kijana yoyote atakayeamua kwa moyo wa dhati kumtafuta Mungu wakati wa ujana ni kijana ambaye ana assurance ya kuwa hodari na kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo vijana wote ambao ni dhaifu ni vijana ambao hawajataka kumjua Mungu. Kijana yoyote atakayewekeza kwa Mungu wakati wa ujana, jambo la kwanza atakuwa ni hodari, jambo la pili atafanya mambo makubwa. Sikiliza nikueleze, wakati wa ujana ndio wakati wa kufanya mambo makubwa yatakayoshangaza ulimwengu. Daudi akiwa kijana mdogo ndio wakati ambao Daudi alimpiga Goliati. Daudi akiwa kijana mdogo ndio wakati ambao Daudi alimpiga Goliati na jina lake lilienda. Kwa hiyo usiseme kwamba nitafanya mambo makubwa nikiwa mzee. No, wakati mzuri na wakati sahihi wa kufanya mambo makubwa yatakayoacha alama. Daudi alifanya hivi vitu miaka mingi iliyopita, lakini hata leo tunamzungumzia kwa sababu alifanya kitu ambacho ni kikubwa. Ili ufanye vitu ambavyo hata utakapokufa miaka 5000 miaka 5000 inayokuja watu wakuzungumzie, mtu wa Mungu, uweza wa kufanya hayo umefungwa kwenye kumjua Mungu. Biblia inasema watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari, watafanya mambo makubwa. Kwa jambo la kwanza, kwa nini uwekeze katika kumjua Mungu? Mungu atakufanya uwe hodari. Sio tu kwamba atakufanya kuwa hodari, Mungu atakupa neema ya kufanya mambo makubwa. Jambo la pili, kwa nini uwekeze katika kumjua Mungu? Biblia inasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Ayubu 22:21. Kwa hiyo kijana yoyote atakayewekeza katika kumjua Mungu, jambo lingine litakalomfuata ni kuwa na amani. Vijana wengine amani yao inategemea mazingira ya nje. Wengine amani yao inategemea kuwa na boyfriend, wengine amani yao inategemea kuwa na girlfriend. Siku boyfriend wake au girlfriend wake akimkwaza,
Unakuta huyu mtu amekwazika, hajisikii tena kula, huyu mtu amejinunisha siku nzima, lakini sio kwa watu wanaomjua Mungu. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Amani yetu imefungwa kwenye kumjua Mungu. Amani yetu imefungwa kwenye kumjua Mungu. Amani yetu haijashikamanishwa na vitu vya nje. Kwa sababu kuna watu amani zao zimeshikamanishwa na vitu vya nje. Mwingine amani yake imeshikamanishwa na mahusiano. Mwingine amani yake imeshikanishwa na fedha. Mwingine amani yake imeshikanishwa na mashamba. Mwingine amani yake imeshikanishwa na majumba na dhahabu. Lakini sisi amani yetu imeshikamanishwa na kumjua Mungu. Kwa kadri ambavyo unawekeza kumjua Mungu, kitu ambacho Mungu anakifanya ndani yako, analeta amani. Ndio maana Biblia inasema kwamba wale watu wanaomjua Mungu watakuwa na amani, hakuna la kuwakwaza. Wakati watu wengine wanalia kwa kukosa fedha, sisi tunaweza tusiwe na fedha kama wao, lakini katikati hayo bado tukawa na amani. Kwa sababu tukawa tuna amani, kwa sababu amani yetu imefungwa kwenye kumjua Mungu. Wakati wengine inawezekana mahusiano yakana tupa shida kama wengine, lakini pamoja na kwamba mahusiano tupa shida kama wengine, lakini katikati hizo nyakati bado tukawa na amani. Kwa sababu tukawa tuna amani, kwa sababu amani yetu imefungwa kwenye kumjua Mungu. Kwa hiyo kama unataka ujana wako uwe na amani, amani watu wa Mungu imefungwa kwenye kumjua Mungu. Biblia inasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo amani imefungwa kwenye kumjua Mungu. Kwa kadri ambavyo unaongeza kiwango chako cha kumjua Mungu, ndipo ambapo kiwango cha amani kwenye maisha yako kinaongezeka. Amani yako haitategemea tena kuwa na boyfriend. Amani yako haitategemea tena kuwa na girlfriend. Amani yako haitategemea tena kuwa na pesa. Amani yako haitategemea tena kuwa na magari. Amani yako haitategemea tena kuwa na majumba. Amani yako itategemea kumjua Mungu. Kadri ambapo kiwango cha mtu kumjua Mungu kinaongezeka, ndipo ambapo kiwango cha amani kwenye maisha yako kinaongezeka. Biblia inasema wamjua Mungu wao. Biblia inasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Wengine watatafuta mema, wengine watakimbilia mema. Sisi hatutatafuta, sisi hatutakimbilia mema, yatakuwa fungu letu, kwa sababu mema yamefungwa kwenye kumjua Mungu. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Kwa hiyo kama unataka mema ya kufuate, kama unataka mema ya kukimbilie, mema yamefungwa kwenye kumjua Mungu. Unajua mema ni nini? Mema ni kuwa na fedha. Mema ni kubarikiwa kuwa na watoto. Mema ni kuwa na ndoa nzuri. Mema ni kuwa na mahusiano mazuri. Mema ni kuwa na mashamba. Mema ni kufanikiwa kwenye kila eneo. Lakini hayo mema unaoyataka ya kufuate, hayo mema mtu wa Mungu yamefungwa kwenye kumjua Mungu. Kadri ambavyo kiwango chako cha kumjua Mungu kinavyozidi kuongezeka, ndipo kiwango cha mema kinazidi kuongezeka pia kwenye maisha yako. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia. Mtu yoyote atakayewekeza kumjua Mungu, hataomba mema yamfuate, mema yatakuwa ni fungu lake. Kama unataka mema yawe fungu lako wakati wa ujana, wekeza tu kumjua Mungu. Kwa kadri ambapo unawekeza kumjua Mungu, ndipo ambapo mema yatakufuata. Kwa hiyo kwa nini tunawekeza kwenye kumjua Mungu wakati wa ujana? Ni ili tuwe na amani na ili mema yatujilie. Lakini jambo lingine kuhusu kumjua Mungu, Biblia inasema hivi, kwa msaada wa Bwana tunafuatia jeshi. Kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Nikupe pia hili andiko. Ni kitabu kile cha Zaburi sura ya 18 mstari wa 29. Zaburi 18:29. Biblia inasema hivi, kwa msaada wa Bwana tunafuatia jeshi. Kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Mtu yoyote atakayemjua Mungu wakati wa ujana, Mungu atamsaidia kuruka ukuta na kuruka mipaka ambayo imewekwa kwenye familia yenu. Kuna watu kwenye familia zenu mmewekewa mipaka kwamba mtapambana kwa namna mwezavyo, lakini hapa hamwezi mkavuka. Mtafanya mwezavyo, lakini hapa hamwezi kusogea. Mipaka ya kipepo imewekwa, mipaka ya kichawi imechorwa kwenye familia fulani. Unakuta familia yote kiwango chao cha maisha kinafanana. Hakuna mtu aliyosoma kwenye hiyo familia aliyejitahidi sana, alishia form 4 na baada ya kufika form 4 naye akapata 0. Mmewekewa limitation kwamba familia nzima wote mtaishia kushika 500,000. Leo kushika 1,000,000 hakunaga kwenye familia yenu. Kuna watu mkiangalia kwenye familia yenu kuna pattern, kuna matukio ya kujirudia kwenye familia yenu. Hakunaga aliyewahi kuolewa kwa ndoa. Wote mnadhalishwa nyumbani, mkizalishwa nyumbani, maisha yenu yote mnaishia nyumbani, mnakuwa masingomaza. Kuna mipaka, kuna miiko ya kifamilia imewekwa. Hata wewe unanisikiliza hapa, kuna matukio unaanza kupiga picha, unaanza kugundua kwamba kwenye familia yetu kuna miiko fulani tumewekewa. Kuna eneo fulani huwezi kuvuka, hata ujitahidi
ujitahidi vipi, uweze ukavuka. Hata upambane vipi, uweze ukavuka. Sasa namna nyepesi ya kuvuka kwenye hiyo mipaka, namna nyepesi ya kuvuka kwenye miko ya kifamilia ni kumjua Mungu. Biblia inasema kwa msaada wa Bwana tunafuatia jeshi, kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Maana yake tunaruka ukuta, tunaenda zaidi ya watu wa familia yetu, tunaenda zaidi ya watu wa ukoo wetu. Mahali ambapo watu wa ukoo wetu hawakuwahi kufika, tutakuwa kwanza kufika katika jina la Yesu. Kwa sababu Biblia inasema watu wanaojua, Biblia inasema kwamba kwa msaada wa Bwana tunafuatia jeshi, tunaruka ukuta. Maana yake ukuta wowote na mpaka wowote uliowekwa kwenye familia ambao hakunaga mtu aliyewahi kuvuka, utakuwa wa kwanza kuvuka, kwa sababu Biblia inasema kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Kwa hiyo kama unataka kwenda zaidi ya ndugu zako, kama unataka kufanya vizuri kuliko aliyokutangulia, wewe mjue tu Mungu. Ukifanikiwa kumjua Mungu, kwa msaada wa Bwana utafuatia jeshi, kwa msaada wa Bwana utaruka ukuta. Inawezekana kunaga ndugu yako ambaye amewahi kusafiri nje ya nchi, utakuwa ni wa kwanza. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwa msaada wa Bwana tutaruka ukuta. Kama kwenye familia yenu mliotoa mipaka kwamba hakuna mtu ambaye ataki kutoka nje ya nchi, wewe utakuwa ni wa kwanza. Kwa sababu gani utakuwa ni wa kwanza? Kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Kuna watu kwenye familia yenu hakunaga leo kujenga, utakuwa wa kwanza kujenga. Kwa sababu gani utakuwa wa kwanza kujenga? Kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Maana yake kwa msaada wa Bwana tunavuka miko ya kifamilia, kwa msaada wa Bwana tunavunja miko ya kifamilia, kwa msaada wa Bwana tunavuka mipaka ya kifamilia. Kama kwenye familia yenu hakunaga leo kununua gari, utakuwa ni wa kwanza. Kwa sababu gani utakuwa ni wa kwanza? Biblia inasema kwa msaada wa Bwana tunaruka ukuta. Kwa hiyo mtu yeyote atakayewekeza kumjua Mungu wakati wa ujana ni mtu ambaye amekata tiketi ya mafanikio, ni mtu ambaye amekata tiketi ya kwenda mbali, ni mtu ambaye amekata tiketi ya kufanikiwa isipokuwa kawaida. Unataka kufanikiwa wakati wa ujana, unataka kustawi, wewe wekeza kwenye kumjua Mungu. Huo ni uwekezaji wa kwanza wa muhimu unaopaswa kuwekeza wakati wa ujana. Eneo la pili unalopaswa kuwekeza wakati wa ujana ni kwenye eneo la kusudi lako. Narudia tena. Eneo la pili unalopaswa kuwekeza wakati wa ujana ni kwenye eneo la kusudi lako. Njoo nikupeni andiko. Maombolezo 3:27 Biblia inasema ni vema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake. Nira naweza nikafananisha na kusudi, kwamba wakati wa ujana ndio wakati ambao unapaswa kujitafuta. Wakati wa ujana ndio wakati ambao unapaswa kudiscover kusudi lako na kuanza kuliishi. Kwa nini unapaswa kuanza kuliishi kusudi lako wakati wa ujana? Unapaswa kuanza kuliishi kusudi lako wakati wa ujana, kwa sababu wakati wa ujana ndio wakati ambao unakuwa na nguvu ya kulikimbiza hilo kusudi. Unaweza ukasema mimi nitaanza kulifanya kusudi langu nikiwa mzee. Ni kweli utalifanya kusudi lako ukiwa mzee, lakini hutalifanya kwa ufanisi ule kama ukiwa kijana. Ukiwa kijana ndio wakati ambao unapaswa kulijua kusudi lako na kuanza kuliishi na kuanza kulikimbiza. Usikubali kuwa kijana ambaye hulifahamu kusudi lako. Kijana yoyote ambaye ataishi pasipo kulifahamu kusudi lake ndio wale ambao Biblia inasema watu pasipo maono huacha kujizuia. Mtu yoyote au kijana yoyote ambaye hawezi kujizuia, matokeo ya kuto kuweza kujizuia ni matokeo ya kuto kulifahamu kusudi. Mtu yoyote anayeishi kusudi la kwake, moja kati ya kitu ambacho utakiona ni maisha ya nidhamu kwake. Yusufu alikuwa analifahamu kusudi la Mungu lililopo kwenye maisha yake. Ndio maana anapopata nafasi ya kuzini na mke wa Potifa, angekuwa ni kijana mwingine angefurahia, angesema mbuzi amefika kwa muuza supu. Lakini Yusufu kwa sababu ya kulifahamu kusudi la Mungu lililoko ndani yake, anasema je, ni ufanye ubaya huu nimkose Mungu? Yusufu alijua akizini na mke wa Potifa atapoteza lile kusudi la Mungu lililoko ndani yake. Kwa hiyo ukilifahamu kusudi la Mungu wakati wa ujana, kusudi litakusaidia kujizuia. Vijana wengi tunashindwa kujizuia ni kwa sababu hatulifahamu kusudi la Mungu lililoko ndani yetu. Mtu yoyote anayelifahamu kusudi la Mungu lililoko ndani yake, moja kati ya kitu ambacho utakiona ni maisha ya kujizuia. Ukiona wewe ni kijana na hauna uwezo wa kujizuia, ni kwa sababu hauliishi kusudi la Mungu lililoko ndani yako. Ukilifahamu kusudi la Mungu lililopo ndani yako, hautakubali kuzini. Ukiona leo watu wengi wanadondoka kwenye mambo ya uzinzi, ni kwa sababu hawajalifahamu kusudi. Sikiliza nikueleze, kati ya kitu ambacho kinakata kwa nguvu kubwa sana makusudi ya Mungu yaliyoko ndani ya wanadamu ni ishi ya uzinzi. Na hili ndio bomu ambalo shetani ameliinua siku za mwisho ili kukatisha makusudi mengi ya watu. Lakini mtu yoyote anayelifahamu kusudi la Mungu lililoko ndani yake hatakubali kudondoka kwenye dhambi ya uzinzi. Wakati wa ujana ndio wakati wa kulifukuzia kusudi lako. Wakati wa ujana ndio wakati wa
kulifukuzia kusudi lako na kufanyia bidii kile ambacho unahisi Mungu amekuitia na kile ambacho unatamani kwa hicho dunia ikutambue, ndio wakati wa kukifanyia kazi kwa bidii, ndio wakati wa kukipambania. Kama unafikiri Mungu amekuita kuwa mtumishi, usiseme nitaanza kutumika nikizeka. Wakati wa ujana ndio wakati sahihi wa kutumika. Kama unafikiri Mungu amekuita kuwa bilionea, wakati wa ujana ndio wakati wa kuzifukuzia hizo ndoto za ubilionea. Kama unafikiri Mungu amekuita uwe na viwanda vikubwa, huu wakati wa ujana ndio wakati wa kufukuzia hiyo ndoto ya viwanda vikubwa ulivyonavyo ndani yako. Sikiliza nikueleze. Hatufanikiwi kwa sababu tuna bidii. Hatufanikiwi kwa sababu tunafanya kazi sana. Tunafanikiwa kwa sababu ya kukaa kwenye kusudi ambalo Mungu ametuitia. Petro hakuitwa na Mungu awe mvuvi wa samaki. Ndio maana alipokuwa anaenda kuvua samaki alikuwa anakosa, kwa sababu alikuwa eneo la wito wake. Petro alipotoka kuvua samaki, alipoenda kuvua watu kwa mara ya kwanza na ubiri injili, alihubiri injili, watu 3000 waliokoka. Kwa sababu gani watu 3000 waliokoka? Watu 3000 waliokoka kwa sababu kile ndicho ambacho Mungu alikuwa amemuitia Petro. Okay. Kwa hiyo kuna vijana mnafanya kazi kwa bidii sana, lakini hamfanikiwi kwa sababu kile mnachokifanya sio hicho ambacho Mungu amewaitia, sio kusudi lenu. Siku mtakapogeuka na kulitazamia kusudi lenu, mtafanya na mtaona matokeo. Kwa hiyo kama unataka ufanikiwe, wakati wa ujana ni wakati wa kulishi kusudi lako, sio wakati wa kufanya kila kitu. Unajua kuna mtu anataka kufanya kila kitu. No, wakati wa ujana ni wakati wa kuchagua kitu kimoja. Unasema hichi kitu nitakoma nacho kufa na kupona, lakini mwisho wa siku hichi kitu lazima kinipe matokeo. Nitakoma nacho kufa na kupona, hichi kitu lazima kinitambulishe. Kusudi ndilo ambalo linamtambulisha mtu. Kusudi ndilo ambalo linampa mtu nafasi. Kusudi ndilo ambalo linamketisha mtu na wakuu. Kama unataka maisha yako yawe wastani, usiishi kusudi. Lakini kama unataka maisha yako yakumbukwe, maisha yako yawe ni alama kwa vizazi vingi, watu wengi wajifunze kutokea kwako, lazima uliishi kusudi lako. Ukisema utaliishi kusudi wakati wa uzee, nataka nikuhakikishie mtu wa Mungu, utakuwa umechelewa. Wakati wa ujana ndio wakati sahihi wa kuliishi kusudi lako. Ukishalitambua kusudi lako, anza kulifanyia bidii. Anza kulifanyia bidii. Kama unajua kusudi lako linahitaji maombi mengi, anza kufanya maombi mengi. Kama unajua kusudi lako linahitaji maarifa mengi, anza kuwekeza maarifa kuhusu hilo kusudi. Kama unajua kusudi lako linahitaji mifungo mingi, fanya mifungo mingi ili kulisukuma ile kusudi lako. Kama unafikiri kwamba hilo kusudi lako linahitaji nidhamu ya fedha, fanya bidii, hakikisha unakuwa na nidhamu ya fedha. Kwa hiyo eneo la pili unalopaswa kuliwekeza wakati wa ujana ni kwenye eneo la kusudi. Litambue kusudi la Mungu lipo ndani yako, anza kulifanyia bidii. Baada ya muda mchache utaanza kuona matokeo, utaanza kuona unafika mahali ambapo Mungu amekusudia ufike. Eneo la tatu unalopaswa kuwekeza wakati wa ujana ni kwenye eneo la mahusiano. Wakati wa ujana ndio wakati ambao pia mtu anapewa maamuzi ya kuchagua mwenza sahihi wa kuambatana naye kwenye maisha yake. Wakati wa ujana ndio wakati ambao pia mtu anapata nafasi ya kufanya maamuzi ya kuchagua mwenza sahihi wa kuambatana naye kwenye maisha yako. Kati ya eneo unalopaswa kuwekeza na kulifanya kwa umakini sana ni kwenye eneo la mahusiano. Ni kwenye eneo la mahusiano. Usiingie kwenye mahusiano na mtu tu ili mradi umeingia naye. Hakikisha mtu ambaye unaingia naye kwenye mahusiano, huyo mtu mnaiona kesho yenu kwa pamoja. Msiingie kwenye mahusiano for fun. Msiingie kwenye mahusiano kwa sababu ya upweke. Ingia kwenye mahusiano ambayo unajua haya mahusiano yatajenga kesho ya pamoja. Na jambo moja wapo litakalo kusaidia kujua kwamba huyu ni mtu sahihi wa mimi kuingia naye kwenye mahusiano ni kusudi la Mungu lililoko ndani yako. Ukishalifahamu kusudi la Mungu lililoko ndani yako, ni rahisi sana kujua ni nani utakayeenda naye kwenye hilo kusudi. Mungu anamwambia Adam, nitakupa msaidizi. Mungu anapomwambia nitakupa Adam msaidizi wa kufanana naye, alikuwa maanisha atampa msaidizi watakaofanana uso, labda watakaofanana umbo. No, alimwambia nitakupa msaidizi wa kufanana naye. Wa kufanana naye kuna nini? Wa kufanana naye kwenye kusudi, lile kusudi lililokuwa ndani ya Adam. Kwa hiyo ukifanikiwa kulijua kusudi lako, hii ambayo ni point ya pili, kufanikiwa kulijua kusudi lako itakusaidia sana kupata mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako. Na nikuwekee msisitizo hapa. Hutakiwi kukurupuka kuingia kwenye mahusiano, na hutakiwi kufanya haraka kuingia kwenye mahusiano. Kosea kwenye maeneo yote, lakini usikosee kwenye ile eneo la mahusiano na ndoa.
Ni mara 100 ukakosea kwenye mahusiano yanaweza kuvunjika, lakini sio ukakosea kwenye eneo la ndoa. Na bahati mbaya sana, ndoa zetu za Kikristo ni kama chupa, zina mlango wa kuingilia, hazina mlango wa kutokea. Maandiko yanasema alichokitenganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kama utapata mtu ambaye sio sahihi, huyo mtu ambaye sio sahihi utaishi naye mpaka siku unaenda kaburini. Na mtu mmoja niliwahi kumsikia anasema ndoa ni kama kisu. Kisu kinatumika kurahisisha mahitaji, lakini pia kinaondoa maisha. Kama utapata mtu sahihi atakusaidia kulirahisisha kusudi lako. Lakini kama utapata mtu ambaye sio sahihi, ataondoa maisha yako. Watu wengi walikuwa na ndoto, walikuwa na maono, walikuwa na kesho zilizo kubwa, lakini walipoingia kwenye ndoa na kwenye mahusiano yasiyokuwa sahihi, ndoto, maono na kesho kubwa ambazo zilikuwa ndani yao zilikufa. Watu wengi walikuwa na utumishi mkubwa, watu wengi walikuwa na maono makubwa, lakini walipoingia kwenye mahusiano ambayo sio sahihi, zile kesho kubwa zimekufa. Mungu hakutaka Samson aishie pale, lakini Samson alipoingia kwenye mahusiano ambayo sio sahihi, Biblia inasema kwamba jambo la kwanza lilotokea, Samson alipofushwa macho. Tafsiri ya kupofushwa macho maana yake ni yale maono yaliyo ndani yake yalikufa. Ukiingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano na mtu asiyekuwa sahihi, maono ya kimungu yaliyoko ndani yako yanakufa. Na mwisho wa siku Samson alikufa kifo cha aibu. Matokeo ya Samson kufa kifo cha aibu, aliingia kwenye mahusiano na mtu asiyekuwa sahihi. Mtu ambaye ni sahihi au mtu ambaye sio sahihi ana asilimia kubwa sana ya kuyajenga maisha yako au kuharibu maisha yako. Kwa unapochagua mwenza wa maisha, unapochagua mwenza wa kuambatana naye, hakikisha unachagua kwa umakini, ukijua kabisa aina ya mwenza unayemchagua kwenye maisha yako atakwambia maisha yako yawe mabaya au maisha yako yawe mazuri. Kwa hiyo ni eneo unapaswa kuchagua kwa makini sana eneo la mahusiano. Wekeza, uwe na maarifa ya kutosha kwenye eneo la mahusiano. Sio mshamba tu unataka tu kuingia kwenye mahusiano. No, hakikisha unawekeza, unakuwa na maarifa ya kutosha kwenye eneo la mahusiano. Lakini eneo la 4 unalopaswa kuwekeza wakati wa ujana. Wakati wa ujana ndio wakati wa kujipenda. Wakati wa ujana ndio wakati wa kujifurahia. Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Hautakuwa na uwezo wa kumpenda mtu mwingine ukiingia naye kwenye ndoa kama hautakuwa na uwezo wa kujipenda. Wakati wa ujana, mtu wa Mungu, ndio wakati wa kujipenda. Yaani wakati huu hujawa na majukumu mengi, wakati huu huna majukumu ya kusomesha, hauna majukumu ya kuwa na mke, hauna majukumu ya kuwa na mume, ndio wakati wa kujipenda. Wakati wa ujana hakikisha unajipenda. Paulo anamshauri Timotheo, anambia mtu yoyote asiudharau ujana wako. Hakikisha wakati wa ujana unajipenda mpaka mtu akifika kwako ashindwe kukudharau. Sasa mambo gani atakaoonyesha unajipenda? Jambo la kwanza, mtu yoyote anayejipenda atazingatia afya yake. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu, afya ndio mtaji muhimu wa kufikia ndoto zako na kufikia maono yako na kufikia kesho yako ambayo ni bora. Hakikisha unajali afya yako kupita kawaida. Watu wa Mungu, kukata bima za afya sio kwamba ni kutokuwa kiroho, kwa sababu watu wengine nafikiri kwamba nikikata bima ya afya nitaonekana ni mtu ambaye siishi kwa imani. Mtu wa Mungu, kata bima ya afya. Lengo kubwa la kukata bima ya afya sio kwamba ili tu kwamba ukiugua uende kutibiwa. No, kata bima ya afya huo unaenda mara kwa mara kufanya hospitalini check up. Mimi nimekuwa naona watu wanaoyapenda magari yao huo wanayapeleka mara kwa mara kwenye service yafanyiwe check up. Mtu yoyote anayependa afya yake ataenda mara kwa mara kujifanyia check up. Kwa hiyo kata bima ya afya kwa ajili ya kufanyia nini? Kwa ajili ya kufanya check up mara kwa mara. Lakini pia jambo lingine linaloonyesha kwamba unajipenda, utakula vizuri. Wakati wa ujana, mtu wa Mungu, sile vibaya. Wewe huna majukumu yoyote, hauna kitu chochote cha kukupa stress, lakini unakula vibaya. Mtu wa Mungu, kula balance diet, kula vizuri. Wakati mwingine ukipata nafasi kula nyama, bado hujawa na majukumu mengi. Kwa nini ushindie mboga za majani kila siku, mtu wa Mungu? Bado hujawa na majukumu mengi. Wakati huo ujana, mtu wa Mungu, ukipata nafasi ya kula nyama. Wanyakazi wanasema jinyangarusie. Wakati wa ujana ndio wakati wa kujinyangarusia, kwenda maeneo unayopenda. Unakutana na kijana, upo hapa Mbeya, uko Dar es Salaam, yaani wewe kila siku unakulaga tu magengeni. Wakati mwingine, mtu wa Mungu, ushtue maskini, tafuta hoteli ya bei, nenda pale,
Kula chakula cha bei ndio namna ya kushtoa maskini, ndio namna ya kujipenda. Bado hujawa na majukumu mengi, mtu wa Mungu. Wakati huu ndio wakati wa kula vizuri kuliko wakati mwingine wote ule. Usile tu ovyo ovyo. Kijana anaenda kwa mama ntilie, asema wali kisha ule ukoko. Hapana, wakati wa ujana ipaswa kwa hivyo. Wakati wa ujana ndio wakati wa kula vizuri. Wewe ni binti, unakaa peke yako, unapika nyama, unajaza mamichuzi. Mamichuzi ya nini? Mamichuzi ni kwa ajili ya watu wenye familia. Kula roast, mtu wa Mungu. Wakati wa ujana ndio wakati wa kula roast. Mtu wa Mungu, usijibane kwenye ishi ya kula. Wakati wa ujana ndio wakati wa kuvaa vizuri. Wakati wa ujana ndio wakati wa kuvaa kitu ambacho unakipenda. Mtu wa Mungu, kuvaa mitumba sio utakatifu sana. Wakati wa ujana, mtu wa Mungu, tafuta tungo twako, hata kama ni tuchache. Hakikisha unatunyosha vizuri, hakikisha unavaa vizuri. Ukitokea mahali watu waseme kwa kweli mtu ametokea. Ukitokea mahali watu waseme kwa kweli huyu kijana anajipenda. Ngoja nikwambie, hata huyu Yesu ambaye tunamtumikia, Yesu alikuwa anajipenda. Unajua Yesu alikufa akiwa na miaka 33. Biblia inasema wakati Yesu yuko pale msalabani, Biblia inasema baada ya kumvua vazi lake, ile vazi lake alikuwa analipigia kula. Kama alikuwa analipigia kula, maana yake ile vazi alikuwa mtumba. Yesu alikuwa anavaa vazi la gharama kiasi kwamba watu wakaanza kuligombania. Mtu wa Mungu, tafuta nguo zako chache, hata kama ni chache, lakini ziwe ni nguo nzuri. Usivae mitumba. Mtu wa Mungu, na shida gani mitumba ya 2000, 3000, 5000? Tafuta nguo nzuri, hata kama ni chache. Vaa vizuri, vaa vizuri. Wewe ni binti, usivae vyovyo. Unakuta binti amevaa kanga 3, nyingine ameweka kichwani. Una shida gani? Unakuwa kama mjane na wakati bado hujaolewa. Vaa vizuri binti, jua nini cha kukivaa. Mwingine ni mwembamba, unataka kushindia madera. Sasa madera badala ya kuvaa ni kama na kuvaa. Wakati wa ujana, kama ni mwembamba, tafuta nguo ambayo unajua itanikaa mimi kama ni mwembamba. Ukitokea eneo lolote lile, watu waseme huyu binti ametokea. Sikiliza, wewe ni binti, usikae na nywele miezi 3 kichwani, unatia aibu. Na unasema mimi si mwanaume wa kunioa, onekana umejiweka kizee sana. Unasuka misuko ya kizee, nywele unasika nazo kichwani miezi 3 mpaka mba zinatokea. No, sikiliza, hata kama una hela, sikiliza, nyoa basi, lakini usiweke nywele zako katika namna nzuri. Lakini pia kama una hela, hakikisha unasuka misuko mizuri na usikae na nywele muda mrefu. Hiyo ndio namna ya kujipenda. Wewe kama kijana wa kiume, usivae mabwanga kwa kiasi hicho ukifikiri ndio ulokole. Uokovu ni uwiano kati ya maisha rohoni na mwilini. Hakikisha unavaa vizuri kama kijana wa kiume. Ukitokea mahali popote wanasema yes, mtu wa Mungu ametokea mahali hapo. Kuna namna watu mnavyovaa, yani unavaa mpaka ukitokea mahali utasema damani, wanakuonea huruma. Vaa vizuri. Ukitokea mahali watu wasikuonee huruma. Wakati wa ujana ndio wakati wa kuvaa vizuri. Hiyo ni namna mojawapo ya kujipenda. Jipende, jifurahie. Mtu mwingine anasubiri eti awe kwenye mahusiano, akiwa kwenye mahusiano ndo eti ndo waanze kumpenda. Jipende wewe kabla hujaingia kwenye mahusiano. Jipende wewe kabla hujaingia kwenye mahusiano. Kuna watu mko single, mnatia huruma, eti unavolala usiku hauna mtu wa kukwambia good night baby. Ukiona hauna mtu wa kukwambia good night baby, jitumie message mwenyewe, jiambie good night baby, lala. Ukiamka asubuhi hauna mtu wa kukubusu, busu mkono wako, jiwekee shavuni, amka. Ndio kujipenda huko. Hauna mtu wa kukwambia maneno mazuri, sikiliza, vaa vizuri, simama kwenye kioo, jitamkie maneno mazuri. Jiambie mimi ni handsome, jiambie mimi ni beautiful, jiambie mimi nitafanikiwa, mimi ni kichwa, mimi sio mkia. Hiyo ndio namna ya kujipenda. Usisubiri watu wakupende. Anza kujipenda kwanza wewe mwenyewe. Anza kujifurahia. Anza kujipenda. Wakati wa ujana, mtu wa Mungu, hakikisha unajipenda, hakikisha unajifurahia. Fanya uwekezaji huo, hakikisha unajipenda, hakikisha unajifurahia. Wakati wa ujana ndio wakati mwingine wa kwenda vacation. Ukishaingia kwenye ndoa, ukishaoa na majukumu yatakuwa mengi. Kama unataka kwenda vacation, ndio wakati wa ujana. Naamini kwa haya maeneo 4 ambayo tumeangalia leo, kwa sehemu yatakuwa nikusaidia. Mungu akubariki sana. Usiache kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Umebarikiwa sana.